Hello my people, it's your guy again, Cyprian Nywanga, aka the Kisii cartoon, your only queen. Guys, as I promised you, lazima niwalete mambo yanayotamba Kisii mzima. Nawaambia mimi vile mnaniambia, yale mnayotaka lazima niwalete. So guys, most of you have been asking, tunataka Cyprian ukatupeleke moja kwa moja mpaka kwa kina Nsongo. So na mimi nikacheza kimimi, nishawaleta hapa vile tunaangalia hivi. Hapa ni geti ya kina Nsongo, tumefika nyumbani kwao pale Rigoma. So guys, I'm going to meet the parents wa Nsongo ndio tuingie hapa kwa Tete Show. So guys, I'm going to take you straight to the chairs. At least tukakae, tungoje mama Nsongo hakuja atuelezee. So guys, wengine mmekuwa mkiona mtoto anayetambulika kwa majina Nsongo Comedy anayetoka katika mtaa wa Rigoma. So guys, leo nimefika hapa mlinapoona nimekaa kwa kina Nsongo kwenyewe. So guys, I'm going to introduce mamake akuja hapa. At least tumuulize maswali 2-3 tujue. Yaani ya undani mama Nsongo amemlea vipi? Yale maswali mngependa yani nimuulize leo, tuko hapa kumuuliza. Mama Nsongo. Yes. Karibu. Habari yako? Mzuri. Karibu kiti. Asante sana. Mama Nsongo, naona umefurahia sana, unacheka, unasmile. Nimefurahia sana kwa maana leo niko na wageni wa mtoto wangu ambaye ni Nsongo. Naona yenyewe furaha imejaa nakwambia. Furaha ukweli. Sasa mama Nsongo, kwa majina unaitwa nani? Kwa majina mimi naitwa Helen Kerubo. Mimi ni mama Nsongo. Helen Kerubo, mzaliwa wa wapi? Kwenu ni wapi? Mimi nimezaliwa wilaya ya Kisii. Mahali tunaita Nyansongo. Wazazi wangu wote wako hai. Mamangu anaitwa Florence Nyanchoka. Na babangu anaitwa Patrick Oyueri. Sasa kutoka pale nikilelewa pale kwetu Nyansongo, nikakuwa nikasoma shule ya msingi ya Nyagiki. Nikatoka pale nikasoma kidogo shule ya upili ya wasichana ya Kyogi Girls. Nikatoka nikarudi Bishop Mugendi High School. Nikamalizia mwaka 1995. Kutoka hapo nikaendelea, nikaingia shule college, nikaendelea, nikasoma Thika Technical Institute. Ambapo kumalizia kwangu tulipatana na Papa Nsongo. Mpaka sasa leo hii niko Rigoma. Nikiwa na watoto wangu 3. Msichana wangu wa kifungua mimba kitwa Lenza Mora. Alafu hatimaye tuko na Nsongo. Sasa mama Nsongo, nikuulize, sasa hivi unafanya kazi gani? Sasa hivi mimi ni mwalimu. Nafunza shule inaitwa Zana Junior Academy. Ambapo moja ya wapo hii shule ndipo Nsongo anasoma. Sasa mimi nachifunia huyu mtoto kwa maana pale darasani anajitahidi kufanya vyema. Na bado nimegundua mtoto ako na kipawa, talent. Sasa kama msasi nachifunia huyu mtoto. Unajifunia kabisa. Sasa mama Nsongo, nikuulize, ulianza kunotice lini Nsongo ako na talent? Kusema ukweli, mtoto nimekuja kugundua chuzi ako na kipawa. Wakati walikuwa wanafanya na culture nilikuwa naona ni kimchezo. Ni mchezo ya watoto. Sasa zingine nikiona wakifanya sina acha, sikuangi na interest. Nafikiria tu ni mchezo ya watoto. Siku moja nikiwa hapa nyumbani, nikifanya harakati usafi wa nyumba nini, nikasikia akiochiwa na redio. Niliacha yenye nafanya, nikaketi chini, ukamsikize. Nimsikize, mtoto anaendelea kuongea aje. Kaendelea mtoto akaniambia, "Mom, leo kuna mahali tunaenda." Kaniambia kuna redio moja inayoita hapa wilaya yetu ya Kisii, waende pale. Sasa mimi kwanza niliwauliza mnaendaje? Hamkuniambia, sina transport. Nilikuwa nataka kuwaambia hivyo ndio wasiende. Watoto wenyewe wakaniambia, "Mom, tuko na transport." Sasa vile waliniambia wako na transport, mimi niliwaambia msafiri salama. Mungu awajalie mrudi vyema. Wakaenda. Baada ya wiki moja, kuna station fulani ilikuja nyumbani. Mimi hata sikuwasalimia juu nilielewa ni mchezo ya watoto. Wakakaa Sikuwachukulia serious. Sikuwachukulia serious.
wakakaa siku mzima, wakamaliza. Sasa ile wanaondoka, culture kawaita akawaambia huyu ni Mama Onsongo. Wakanisalimia, wakaenda wakaniambia Mama Onsongo tutakutana tena. Na wapea, lakini mafikira yangu haichafunguka. Yaani hujafanya roho ni nini wanafanya. Nikaendelea tu. Roho sudden akaniambia culture akaniambia mam, kuna rafiki zetu wametupigia simu. Wametupea mwaliko tuende Nairobi. Kwa mafikira yangu mimi nilikuwa na hivi. Hawa watoto hawachawahi enda Nairobi. Sasa Nairobi wanachua nani? Lakini sasa nikachitia moyo nikasema wacha tu wafanye nini? Waende. Yaani kama mzazi ukawabariki. Nikasema tu wacha tu waende. Na my mom in law na yeye akasema watoto tumewatia kwa mikono ya Bwana, wacha waende. Mungu akawabariki. Wakasafiri. Walipofika mjini, sasa nikaona Onsongo ni huyo wamechukuliwa na gari kubwa. Amewekewa mpaka red carpet. Sasa ndio nikaanza kufunguka nikasema huyu mtoto wangu kusema kweli anafanya nini? All of a sudden nikaona mtoto ako citizen. Wewe kama mzazi, mimi kama mzazi yenyewe nilifurahi kwa maana nimemuona ako na Ruby Hassan kwa citizen. Sasa kuanzia hapo ndio nikaanza kufunguka macho kuona kweli mtoto ako na talents. Na walimu wenzangu mahali nafanya kazi wakanitia moyo wakaniambia umeona mtoto wako ametrend. Huyu mtoto ako na kipawa. Sasa bila kuna kipawa mtakikosa kama wazazi, mpatie moyo aendelee. Sasa kuanzia hapo sasa ikaonekana wasi Onsongo ako na talent. Wow, wapenzi watazamaji wa Cheche Show, umesikia vile mamake Onsongo ameelezea. At first ilikuwa challenge kwake. Juu alikuwa anaona ni kama ni utoto, lakini hakuwa anajua mtoto wake ako na hiyo talent. Mpaka siku moja wakati walipowamwambia ameitwa na rafiki yake kwa station moja, akaanza kuochiwa. Vile alikuwa anaochiwa ndio akaelezea mamake take time asikize ndio aelewe ni nini hichi mtoto wake anachofanya. So katika hiyo harakati ndio mamake akakuja kukubali mtoto wangu bado ako na talent. Kwa wale wazazi wenye mko pale nje, watoto wenu wameonyeshana talent, usije ukaanza kusema mtoto anafanya nini ama nini. Msupport. So mam, nataka uambie watu kitu moja kama mzazi, juu umekuwa na hiyo talent. Unaweza ambia wazazi wenzako haje wenye wako na watoto kama Onsongo? Mimi kama mzazi naweza sema hivi. Mahali tumefikia saa hii, mtoto unastahili kumwangalia pande zote. Umwangalie pande ya masomo, na umwangalie pande ya kipawa. Kama mtoto ako na talent, unastahili kama mzazi umuelewe. Kuna siku dadake alikuwa ananiambia mam, I could like to be a designer. Sikuelewa. Sasa through Onsongo nimekuja kugundua mtu akikwambia kitu kaa chini na yeye, muliso na yeye. Kwa maana hakuna sababu ya kukwambia nataka kufanya hiyo kitu. Sasa ndio through Onsongo sasa nimeelewa kipawa ni nini. Sasa mama, nikuulize, katika pale shuleni Onsongo alipoanza kufanya hizi vitu zake, shule anafanya huu mchezo pia ama shule akifika ni shule? Juwe ni mwalimu kule. Akifika shule ni shule. Anafanya kila kitu shule vile iko kawaida ya shule. Kila kitu kama ni aongezei mchezo. Aongezei mchezo. Hata kwa nyumba mkiondoka ako tu mtoto wa kawaida. Na haya maneno yenye anafanya saa hii afanyi kwa kama sisi tuko, lakini kama mmeonekana kama comedians wenzake amechangamuka kwa sawa. Wow, that's great. So mama Onsongo, nataka nikuulize hivi, umeona watu wengi sana wamemtembelea na wengine wengi wenye walimsupport akafikia Lulu Hassan, amefikia kina Churchill, amefikia kina If Mungai. Sasa hii nafikia madhe, unajua Eric Omondi yako hapa Kisina, anatamani sana wapatane na Onsongo. Unajihisi aje? Yaani unasikia aje? Mimi kama mama Onsongo nimefurahia kwa maana huyu mtoto kusema ukweli amefanya Poma itembelewe na watu wenye watatembea hapa. Wengine wanaona kwa TV. Nilikuwa nawaona kwa TV. Sasa kama huyu Kioko, Mike wako, Mjonjo, hata wewe pia. Sasa mmetembea kwa kina Onsongo, amchawahi tembea. Sasa huyu mtoto amefanya
amekuwa famous mpaka sasa, ametembelewa na kila mtu. Hata hivyo kuna hata watu marafiki wengine tulikuwa tunasoma na wao wakapatika wakaenda States. Sasa wameanza kunitafuta through phone juu ya huyu mtoto. Onsongo ni baraka kwangu. Na tukiangalia hadithi ya Onsongo kutoka nyuma, huyu mzee ndiye alikuwanga mzee wa Poma. Huyu mzee wakati alikufa alikuwa amechungwa na bwanangu hospitali. Na sasa wakati alifariki 2010 na Onsongo amesaliwa 2011 June. Sasa mzee wangu alikuwa na hiyo kila mahali amekaa anasema si Mungu unipatie mtoto kijana nimuite sina Onsongo. Na tukiangalia hadithi ya huyu mzee Onsongo alikuwanga chief. Sasa unajua chief alikuwa anatembelewa watu wengi, ni kama hii hadithi inachirudia. Sasa Onsongo na yeye ameingia kwa comedy. Sasa akubado na marafiki wengi wanamtembelea. Wow. Sasa tukiangalia hii kitu ni kama inafuatana kutoka kwa ukoo. So mama Onsongo, tunaelekea kumaliza. Unajua watu wengi wanaamini mtu akitrend yako na pesa mingi sana. Sasa hii watu kule nje wanajua Onsongo ni milionea. Sijui kama huku kijiji chenu kuna kitu kama umepatana, maybe mtu anakuambia mama Onsongo ninunulie chai, mama Onsongo nifanye hivi juu mtoto wako ameenda kwa Citizen, ametembea. Kuna mambo umepatana? Wengi wameniambia, lakini unachua mtoto anaanza saa hii. Mtoto saa hii ndiye anakuwa. Wao wanaelewa ameenda, lakini hiyo pesa yenye wanafikiria bado itaingia ionekane. Mtoto saa hii ndiye ameanza talent, saa hii ndio inaanza kuonekana. Na hiyo pesa ikiingia utapatiana, kwa maana mtoto ni Mungu amepeana na pesa ni za Mungu na kila kitu ni cha Mungu.